Hii ni Segerea Adventist Media na kipindi hewani ni mgeni wetu, na kama ilivyo ada tunaendelea na kipindi chetu cha maono, akili na muda, misingi ya kijana wa Kikristo. Tupo na dada Sara ambaye anatuendelea kutufundisha, anaendelea kutuelekeza, anatushauri, lakini pia pana mengi tunazidi kupata mafunuo zaidi kutoka kwenye neno la Mungu kuhusiana na misingi ya Kikristo ya kijana, kuhusu hizi ngazi tatu za yeye kufikia mafanikio yake. Sawa. Na mnaona Biblia ambavyo inatufungulia zaidi kwenye kuhusu akili. Kumbe hata Mungu hatumii mtu ambaye hana akili. Kabisa. Please elaborate. Nashukuru sana Lulu. Mungu alikuwa anatumia watu wenye akili sana. Throughout history. Hakuna mahali Mungu alitumia ujinga. Hapako. Ukiangalia history ya watu wengi ambao wametoka katika maandiko, walikuwa ni watu wenye akili. Na alikuwa anawatumia watu wenye akili kwa ajili ya kufikia yale malengo anayoyataka. Kwa sababu tukiangalia Rahabu alikuwa na akili. Yes. Japokuwa alitaka na ahadi, lakini aliwauliza wale kwamba mimi nikiwaficha mtafanya nini juu ya familia yangu? Hiyo ni akili. Mtu mwenye akili ndogo ndogo hapana, hawezi kuwa na hayo mawazo. Tuje kwa Yusufu. Yusufu pia alitumika vizuri sana na Mungu kukomboa kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi cha njaa sana kwa nchi ya Misri, lakini sio nchi ya Misri, ni dunia nzima, kwa sababu tunaona mpaka Kanaan njaa ilikuwa kubwa, wote walikuwa wanaenda Misri kununua chakula. Naomba labda tujikumbushe hapo kidogo. Nifungulie Mwanzo 41, utasoma mstari wa 33, alafu utaluka utasoma 38 na 39. Sawa. Mwanzo 41:33. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri. Ajitafutie mtu mwenye akili. Koso mjinga, mtu mwenye akili. Hebu tuende 38 tujue ni nani aliyemchagua ambaye alikuwa na hizo akili. Farao akamwambia watumishi wake, "Pata wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake?" Farao akamwambia Yusufu, "Kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe." You see? Kwa hiyo kama hata wafalme wa dunia wanatumia wenye akili, itakuwa sembuse Mungu. Kwa kweli. Hao tu wafalme wa duniani wanatumia wenye akili. Lakini pia hebu tuiangalie vizuri upande wa Yusufu. Hapo kuna vitu viwili ambavyo mimi naviangalia kwa jicho lingine. Kwamba Yusufu alionekana ni kijana mwenye akili. Lakini pia tuangalie Yusufu alipataje hiyo opportunity. Sawa. Akiwa gerezani alitafsiri ndoto, si ndio? Lakini akamwambia yule kwamba ukitoka hapa unikumbuke. Yule mtumwa alipotoka akarudi kwa Farao, baada ya Farao kuhangaika sana, akamkumbuka, akaenda kumwambia Farao kuna mtu kule gerezani alinitafsiria ndoto. Kwa Yusufu alivyoitwa kuja kwa Farao, maidi alitumia dakika chache sana kupata ile nafasi. Sasa ndo tunarudi kwa vijana wetu, wanapopata hiyo opportunity mbele ya wakuu, mbele ya wafalme, wanatumiaje hiyo nafasi ili waonekane, wanatumiaje hizo akili zao ili wale wafalme waone kwamba wana akili, waweze kuwapa hizo opportunity. Utakuta kuna kijana akapata connection nzuri kabisa kufanya interview, akifika pale ajua anachokiongea. Hawezi kuongea ile. Kuna siku nafikiri kama wiki 2-3 nyuma nilisikia kipindi ambacho mlikirusha, kuna mgeni wenu mmoja aliongelea jinsi ya kuingia kwenye interview, nini unatakiwa kufanya. Ile ni akili, ni maarifa ambayo yule mgeni wenu aliitoa kwa vijana, lakini wale vijana wana implement vipi yale maarifa? Je, wana huo muda wa kumsikiliza ama wanaingia tu kwenye Instagram na kuperuzi na kuangalia wasanii wakubwa wanafanya nini na watu wengine? Wanapata huo muda kusikiliza vitu mimi nilisikiliza, siko kwenye hiyo level sasa hivi labda, lakini nina vijana wangu. Kwa nilichokifanya baada ya kuipata nikawatumia, sikilizeni, itawasaidia. Kwa pale ni kutafuta maarifa. Lakini ili upate yale maarifa lazima uwe na akili ya kuweza kutafakari yale. Kwa Yusufu alitumika na Mungu, lakini pia alitumia ile fursa vizuri sana mbele ya Farao. Alielezea kiasi kwamba Farao aliona kwamba apate wapi mtu mwenye akili kama Yusufu. Kwa hili nataka kuwaeleza vijana kwamba unapopata nafasi kama hii, tumia akili zako zote
jiandae vizuri, pata time ya kujiandaa. Pata mentor atakaye kuambia bwana mimi na hii fursa naenda kukutana na rais, naenda kukutana labda na kiongozi fulani, ama naingia kwenye interview, nisaidie nawezaje kuenenda. Ana kuguide. Na ukifika pale tumia ile opportunity vizuri. Vijana wetu watafanikiwa sana. Na tunahitaji wafanyikiwe kwa sababu wao ndo taifa la kesho. Kanisa linawahitaji. Kanisa linahitaji vijana wenye akili ambao wataweza kulihudumia kanisa kwa akili zao, kwa uchumi wao na kwa nguvu zao pia. Kwa sababu uchumi pia ni lazima tusiweke mbali, uchumi ni muhimu kwa sababu anasema wataendaje wasipopelekwa. Kwa hiyo ili injili iweze kuhubiriwa pale pote, ili neno la Mungu liweze kusambaa mahali pote, uchumi ni muhimu. Sasa Mungu anakupa wewe uchumi ili uweze kubariki, kuisukuma injili. Lakini wanadamu tumekuwa binafsi. Ukipata unachua ni cha kwako. Basi ukishindwa kabisa, toa basi ile fungu la 10 ambalo sio la kwetu. Ndio. Toa lile basi lisukuma injili kwamba bwana hii 90% ya kwangu, hii yangu. Lakini 10 sio yako, na maandiko yanasema ukitumia umekuwa mwizi, umeiba, si ndio? So basi ataangalau hiyo. Lakini huwezi kupata hiyo bila akili. Kwa lazima tutumie akili vizuri, vijana waweze kupata nafasi kubwa nzuri ili waweze kuja kusukuma kazi ya Mungu, waweze kuja kusaidia kazi ya Mungu, waweze kujenga makanisa, waweze kuhudumia watumishi wa Mungu. Wale watu wanapita, unajua wanahitaji maisha mazuri pia. Wanahitaji kuishi kama unavyoishi wewe. Lakini je, wewe ambaye wanakuhudumia unasimamaje kwenye nafasi yako? Hilo pia ni jambo la msingi. Kwamba vijana inabidi tuwakumbushe kwamba sadaka ya muda, sadaka ya uchumi ni muhimu kwenye kanisa, lakini pia hata kwa wahitaji. Asante sana. Yeah. Na bado tunazidi kuona Biblia haijanyamaza kuhusu wenye akili. Kabisa. Kusema. Ndio. Maanake mara nyingi sana tulikuwa tunajua akili tu ni watu tu, lakini kumbe Biblia ina mafungu mengi sana kuhusu akili. Ndio. Na inasema na sisi sana kuhusu akili. Ndio. Sasa hebu tufungue Wakorintho wa kwanza 14. Wakorintho wa kwanza 14, tusome kwanza ule mstari wa 14 mpaka wa 15. Neno la Bwana linasema, ndio, maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi nitaomba kwa roho tena? Nitaomba kwa roho tena, nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho tena, nitaimba kwa akili pia. Si imekaje? Pana kuomba kwa akili na pana kuomba kwa roho. Tunarudi pale pale kwamba tusiombe kwa kinywa. Hapa. Yaani unaomba hapa lakini akilini unawaza mwenye nyumba ananidai, si nafanyaje? Lakini huku unaomba, yani kwamba there's a disconnection ambayo inakuwa katikati yako wewe, utu wa ndani na kile unachokiomba katika utu wa nje. Kwa ili maombi yetu yaweze kupita vizuri, ama kufanyikiwa, lazima uconnect utu wa ndani na wa nje, muongee lugha moja. Kwamba kile unachokiongea unakimaanisha kutoka ndani ya moyo. Yani kwamba you connect yourself with God. Connect yourself first. Na ndio maana nasema Mungu hasikilizi maombi ya mtenda dhambi. Kwa hiyo ina maana kwamba kabla tujaanza kuomba lazima tuingie kwenye rehema. Kwa pia akili inatumikaje? Akili inatumika jinsi gani ya kujiandaa kuingia mbele za Mungu. Hatuingii tu ovyo ovyo. Kumbe kuna kujiandaa kwenda mbele za Mungu. Ndio. Sasa yeye ni mfalme, ni baba, ni Mungu. So unajua yeye ni kila kitu kwetu. Kwa uwezi tu ingia tu kwenye maombi, yani ukaingia. Ndio ile sasa inakuja kwamba unaomba lakini hukuomba kwa akili. Lakini pia you need to seek attention. Tunakuja katika mfano wa kawaida. Tumezaliwa tukiwa wadogo, au sisi ambao ni wazazi, mtoto anakuja anaongea na baba yake. Hawezi akaja tu amesimama baba bwana kule shuleni mimi nahitaji hiki, nahitaji hiki, nahitaji hiki, nahitaji hiki. Baba anaweza akasema okay na yeye akanyanyuka kaondoka. Lakini mtoto anapokuja akakaa, baba anahitaji kuzungumza na wewe.
Akakaa kwa nidhamu, akaambia baba, nimekwama, ninahitaji kitu hiki, ninahitaji kitu hiki kwa ajili ya kitu fulani, kinachotakiwa sasa hivi ni hiki hapa. Ukaenda with a specification, ukaenda ukiwa unaelezea kwa undani kabisa ni nini ambacho unahitaji bila kugeneralize vile vitu. Baba anaweza kusema, mwanangu, kwa sasa nitakupa hiki na hiki, hiki kitasubiri, ama ninakupa vyote. Inategemea sasa amekuona uko tayari kuvipokea vyote. Ipo kabisa katika ulimwengu wa kawaida, kwa sababu heshima na nidhamu wanasema kwamba yani ukinyenyekea unafanya baba atoe chote alichonacho, kwa sababu mtoto amekuwa na nidhamu na hekima. Lakini kama ile hekima haipo, heshima haipo, sidhani kama baba anaweza kukupa muda wa kukusikiliza. Je, si zaidi sana Mungu wetu Baba wa mbinguni? Si zaidi sana yeye? Kwa utakuta kwamba sasa kabla hatujaenda kwa kuomba, sasa kuomba kwa akili, ingia kwenye rehema. Kwa sababu sisi sote ni wanadamu, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kuna jinsi ambavyo unaweza ukatenda dhambi kwa kutegemea ama kutokutegemea, kwa kujua ama kutokujua, inaweza kutokea. Lakini ili tuonekane safi mbele za Mungu, lazima tuanze na rehema. Kwa unamwomba Mungu rehema. Kuna dhambi ambazo unazijua wewe peke yako, hakuna mtu mwingine anajua, wala hakuna aliyekuona. Umeitenda dhambi silini peke yako, lakini yule Mungu wetu ajuaye silini, yule ndio unayeenda kumuomba rehema. Remember, haumuombi mtu mwingine, unamuomba Mungu wako. Kwa unaingia kwenye chumba cha siri, kama ni chumbani kwako umejifungia, unaingia kumuomba Mungu rehema. Sema, mimi nina udhaifu huu, mimi Mungu udhaifu wangu ni pombe, najaribu kuacha, Mungu nashinda, nisaidie kukata hii kiu, nitoe kwenye hicho kifungo. Mungu, mimi dhambi yangu ni uzinzi, vijana wengi wameingia kwenye mambo, Mungu nitoe huko. Mimi dhambi yangu yoyote ambayo wewe unaijua asilini, ambayo hakuna mwanadamu anaweza kukujaji ama kaisema katika ile kawaida, lakini you know it. So tunatakiwa kujinyenyekeza na kuomba rehema. Ukiomba rehema, there's a way ambapo unapoingia kwenye rehema, yourself you feel forgiven. Yani kuna ile hali unaanza kuiona ile connection na Mungu, unaanza kufeel connection. Then peleka, sukuma mahitaji yako. Be specific. Mungu, nahitaji kazi, eleza. Mungu anasema njooni tusemezane, nipeni haja ya mioyo yenu. Sasa kama hutasema, anakubariki lipi? Na Mungu naomba kazi, anakuambia nenda kasukume mkokoteni. Mungu naomba kazi, say what you want. Mwambie Mungu specific nini unataka. Kumbuka hicho ni chumba cha siri, uko wewe na yeye. Mweleze. Kuomba kwa akili ili Mungu aweze kuyapokea yale maombi yako. Lakini usiache kwamba unapoomba, simamia mistari ipo. Tusiombe kama hatuna akili. Yes. Yeah, so tuombe kwa akili. Lakini tunapoimba, anaposema imba kwa akili, tusiimbe kwa kujiburudisha nafsi zetu. Imba kwa sababu unamwimbia Bwana. Cheza kwa sababu unamchezea Bwana. Sindio darulu? Lakini utakuta sasa hivi vijana wetu wanaingia pale juu kucheza, anacheza kwa sababu kamuona kaka fulani yuko pale, kamuona dada fulani ana target zake, so ana dance like you have to see me dancing. No, you're not dancing for them. You are dancing for God. You're not singing for them. You are singing for God. Kwa sababu kwenye kuimba kumebeba injili. Neno la Mungu liko ndani. So kama unabeba kwa ajili ya kuwaelimisha watu, ongea nao kama umetumwa na Bwana. Imba kama unamwimbia Bwana. Kama ni ya kusifu, basi msifu Bwana. Sasa hivi watoto wetu wa .com, unaona kwenye TikTok mtu yuko na simu yake, Mungu yuko wapi? Ndio. Wewe ujasiri unaotoa wapi? Watu wako rohoni wamezama, wanaabudu, wewe uko na simu umeweka, unaanza kuimba. Vijana wetu wanaangamia kwa kukosa. Sasa anaposema kwamba imba kwa akili, connect akili yako na Mungu. Connect kile ambacho unataka kukideriva kwenye ule wimbo. Unataka kuderiva nini?
Je, ni unamworship tu, unamtukuza Mungu kwa ajili ya mambo makuu? Basi unapoimba, imba connect na yale mambo makuu. Connect na zile shuhuda ambazo umezibeba. Hakuna mwanadamu asiokuwa na shuhuda, Ndio. Hayupo. Kuna mahali tu Mungu alikuvusha. Yes. Na mtu mwingine anaweza asijue, basi wewe kuna mahali ulikuwa ulitamani Mungu akutoe akupeleke hatua nyingine. Mungu alikutoa akakupeleka. Yeah. So omba kwa akili. Imba kwa akili. Lazima uone matokeo chanya. Lazima uyaone. Ndio. Sawa. Kwa sababu umesema hiyo, umeweka vizuri sana. Asante sana sisi, kwa sababu hapa Wakorintho 1:14. Ndio. Roho yangu huomba lakini akili zangu hazina matunda. Kumbe kwa sababu tulikosa tu alignment haikuwepo. Matunda unayonaje? Nilikuwa tu pale kwa ajili ya kuonyesha wengine. Nipo kanisani. Kwamba mimi nanena kwa lugha, kila mtu ananiona nanena kwa lugha, naomba na roboshika, nafanyaje? My goodness. Pale utakuwa tu unapiga kelele. Yes. Unapiga kelele. Kwa sababu Mungu haangalii unachokisema. Anaangalia nini kinatoka ndani. Nini kinatoka ndani, ndicho Mungu anakiangalia. Amen. Haya, vijana wenzangu. Je, ukiimba ndani ya kanisa unamwimbia nani? Is it true unamwimbia Bwana au kwa sababu umemwona Charles? Is it true unamwimbia Bwana au kwa sababu umemwona Susan pale? Leo tunapewa maarifa haya ya kimungu. Unapoenda kwenye kuabudu, abudu ukiwa unajua kabisa kuna shuhuda umeibeba. Sisi asante sana. Kuna shuhuda umeibeba, Mungu akubariki. My God. Kuna shuhuda umeibeba ambayo wewe binafsi unaijua na Mungu alikutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Imba ukiwa unamwabudu kweli kwa kumshukuru kutoka moyoni, kwa sababu hapa kwenye Wakorintho tumeelekezwa, wamesema live kabisa. Maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Akaona nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Akili yako na roho yako vialign. Kwa huyu baba ambaye unaenda kuongea naye, Mungu wa mbinguni. Lakini pia kwenye kuimba, nitaimba kwa akili pia. Tusiimbe kwa mazoea, tuimbe kwa kumaanisha. Hebu ishi zile lyrics. Hebu ishi yale maneno ambayo yameandikwa kuhusu ule wimbo. Anza kuyatafakari kwa kina. Utagundua kweli sasa ndio unaanza kupata akili ya kwamba kumbe hapa Mungu kweli namwabudu kwa jafu. Jifungamanishe na zile shuhuda ambazo Mungu alikutendea huko. Utajikuta kweli sasa unaanza kuona matunda katika maisha yako. Lakini sasa kwenye jamii tuna definition tofauti za vijana. Kuna mtu mwingine anaonekana, let's take an example of you. You look young but yet unasema wewe ni mama and all that na nini na kila kitu, si ndio? Yeah. Kwani kijana ni nani? Na kijana anaanzia umri gani? Kwa sababu inawezekana tu mtu anasema huyu anaonekana kijana, lakini sasa sio kijana. Sasa kijana ni nani haswa? Na inaanzia wapi na ishia wapi? Nashukuru sana Dalulu. Tafsiri ya kijana kama ulivyosema, tafsiri ziko nyingi, inategemea. Vijana kuna baadhi ya makanisa, tukienda zaidi kwenye makanisa ama tukiachana kiserikali, kwamba kijana yote, kwa mfano kwa sisi madhehebu yetu ya Kilutheri, kijana akipokea kipaimara, akibarikiwa, ambapo wanapokea kuanzia miaka 14, huyu anahesabika kijana mpaka miaka 35. Yes. Lakini tukienda ile kikawaida kiserikali kwamba miaka 18, Yes. Sasa hivi ilikuwa 35, sasa hivi mpaka miaka 45. Wameongeza? Anahesabika kijana. Okay, nilikuwa najua 35. Yeah, naona kama recently wameongeza mpaka 45. Yeah. Labda umeona vijana na sisi tunataka kuingizwa kwenye ujana. Ndio. Lakini imeongezwa mpaka 45. Sawa. So lakini pia mimi naweza nikasema mtoto wa kike anapokuwa, nikisema anakuwa, nafikiri unanielewa. Na kijana wa kiume anapopita kwenye ile stage, mimi nafikiri pale ndo ujana unapoanzia. Ile teenager, kwanza kwenye ile teenager age, pale ndo ujana unaanzia. Sasa akifika 18, anapokuja kamata 20, na maana sasa anakuwa kijana aliye kwa matured. Kama ametoka kwenye ile childish utoto, sasa anaingia kwenye ujana ambao anajitambua. Kwa sababu hapa katikati inakuwa kama kuna
era, unajua ile back, up and down, kama anajifunza vitu, ndio kipindi kigumu sana. Kigumu mno kuliko kipindi chochote, kwa sababu pale ndo mtoto anaweza kuwa shaped. Yes. Ama kijana anaweza kuwa shaped kwamba aliishi maisha gani pale, alipata guidance gani, mzazi ulikuwa karibu naye kwa kiasi gani. Bado nasisitiza kwamba kijana ni mtu aliye katika kipindi cha mpito kutoka utoto kuelekea utu uzima. Na hiki ni kipindi cha maamuzi, mabadiliko ya mwili, akili, kiroho. Kijana na uwezo mkubwa wa kujifunza, kubadilika, kuamua mustakabali wake, lakini pia ni kipindi cha hatari kama atapata uongozi mzuri sana, kwa sababu na ndio maana kipindi hicho kama mtoto ana wazazi, ni kipindi ambacho wazazi wanatakiwa kuwa karibu sana. Wafanye watoto wako kuwa marafiki. Wajue, wasikilize, yani wa empower. Yani kuna jinsi ambavyo unamjenga mtoto ili aweze pia kujiamini. Kwa sababu sasa wazazi tukiwatupa sana watoto, tukawaacha, tusipokuwa nao karibu, hasipopata mafundisho yako atapata ya jirani. Atapata ya mtu mwingine. Sasa baadaye unajua ushangaa mtu tabia kazitoa wapi? No, ulikuwa wapi wewe wakati ule na kuhitaji zaidi. Kwa nafikiri kipindi ambacho wazazi tunatakiwa kuwa karibu sana na watoto wetu, kuhakikisha kwamba tunamtengeneza kijana aliye bora, kwa sababu ni kipindi chake cha mpito kutoka kwenye utoto kuelekea kwenye utu uzima. Lakini hapo katikati kuna mambo mengi sana sana. Kwa mtoto akipata uongozi mzuri, tunapata kijana mzuri. Akipata uongozi mbaya, tunapata kijana mbaya. Akipitia maisha magumu, abusive life, labda ameteseka, labda amepata watu ambao walimtreat vibaya, au huyu matunda yake yatakuja kuwa tu ni magumu baadaye. Sasa wako wengine akiishi maisha ya kuteseka sana, hatotaka mwingine aje ateseke kama anaweza kuja kuwa mtu mzuri sana. Lakini mwingine anaweza kuwa na kind of revenge. Sasa revenge inaweza siende kwa yule ambaye alimtreat akaja kwa kijana anatengenezwa hapa katikati. Labda tuangalie maandiko. Tuangalie Marko 6 mstari wa 22 mpaka 28. Tusome tuangalie neno la Mungu linatuambia nini. Ndipo binti yake yule Herodia alipoingia akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. That's correct? Yeah, proceed. Akamwambia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akahuzunika sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari, akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani. Akakileta kichwa chake katika kombe, akampa yule kijana, na yule kijana akampa mamaye. My God. Such a sad story. Very sad one. So the question is, anakifanyia nini kile kichwa? Wow. Ushauri mbaya, uongozi mbaya. Lakini pia yule binti aliendelea kuishi. Mama yake alipanda nini ndani ya yule binti? Alipanda nini? Mama anaweza kaa alifanya kwa ajili ya manufaa yake, alikuwa mbinafsi zaidi, kwa sababu ile ilikuwa ni revenge ya kwake binafsi kwa kuambiwa mambo yake. Lakini akamtumia mtoto kuondoa uhai wa Yohana. Lakini turudi pale pale, yule mtoto nini yule mama alikipanda yule mtoto? Maisha yule mtoto yalikuwaje baada ya kukata kichwa cha Yohana Mbatizaji? Bahati mbaya zaidi sijawahi kusoma story ya huyo binti nikajua kwamba iliendeleaje, lakini I'm not sure kama kweli ilikuwa story nzuri. Haikuwa nzuri. Kaletewa kichwa kwenye kombe. Then what? Kinaoza, sio? Amepata nini? Yule mfalme alimwambia hata nusu. Tunarudi kwenye akili. Hata nusu?
ya ufalme. Turudi pale kwenye akili. Yule mtoto angeambia hata usinipe nusu, nipe robo. Yeah. Angekuwa nani yule binti? Well, the most famous queen. Si unaelewa? Akili. Sasa hapo tunarudi kwenye akili. Maono. Yule binti alikuwa na maono gani kwenye maisha yake? Ambayo ile sasa kapata fursa. Ndio tunarudi pale unaitumiaje fursa unapokutana na wakuu. Leo dada Lulu umepata opportunity, mtu akakuconnect, umekutana na Mama Samia hivi pop. Akakwambia sema, anaweza sikwambia urais wangu, lakini akasema nikufanyie nini? Sawa. Ushaye kuwaza ukasema kwamba nikikutana nikapata opportunity ya kuongea na rais 5 minutes, how I'm going to utilize that 5 minutes? Have you ever thought about it? Maono. But if you have dreams, unafikiria opportunities tofauti. Those things lazima vitakuja kichwani kwamba itokee mimi leo nikapata opportunity ya kukaa na rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yes. Akaniambia unataka nini? Oh my God. Nitamwambia 1 2 3. Akifanya hiki imeisha. We don't. So hata kama inatokea by surprise pop, ukawahi kumwambia naomba hela mtaji. Really, sis? You had to go that way? Really? You had to hit straight? Seriously? Because you were not prepared. Unataka nikufanyie nini? Kwani wangapi tunaonaga interviews za rais? Ushakuonaga interview nyingi akiuliza watu wafanyie nini? Most of them unataka hela mtaji. Yes, you're right. Tunacheka lakini uko sahihi. But kuna vitu vingi ambavyo unaweza kumuomba rais ambavyo sio pesa, lakini vitakupa pesa, billions of money if you get that opportunity. So yule binti wa Herodia aliomba kichwa cha Yohana. Na baba yake anasema kwamba ilibidi akubali yule mfalme kumpa kwa sababu alitoa ahadi, aliapa kwamba atafanya. Yes. Kwa ina maana kwamba hata angemwambia naomba robo ya ufalme, lazima angempatia akili na uongozi mbaya. Kwa vijana wetu wanapokuwa inategemea wanapata uongozi gani, lakini tukiacha uongozi wanapata marafiki wa aina gani. So hichi kipindi ni kigumu sana ambacho tuombe neema ya Mungu. Hakuna mzazi anayejua kulea. Hayupo. We all learn. Kila siku tunajifunza. Hakuna. Mimi siwezi kusema najua kulea. Hapana. Hakuna ambaye anajua. Lakini neema ya Mungu na kumtafuta Mungu, ile neema ya Mungu inatupitia tu hapo. Yes. Inatupitia hapo. Yeah? Naomba tusome Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 18 na 25. Kumbukumbu la Torati 11. Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 18. Neno la Bwana linasema, Amina. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Endelea. Nayo wafunzeni watoto wenu kwa kuyazungumza uishipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Kabla hujamaliza hujatoa hapo. Inasema kama nayo wafunzeni vijana vyenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Wafundisheni. Kwa kumbe wa vijana wanahitaji kufundishwa wakati wote. Ndio maana wasema utembeapo, uketipo. Yaani nyakati zote zile nyakati za kuwafundisha vijana ili waweze kuenenda na nyenendo zinazompendeza Mungu, na maisha yao pia yaweze kuwa mazuri, lakini pia yasiangukie uavuni. Endelea. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Ndio. Ili siku zenu zifanywe nyingi, na za vijana vyenu nao
juu ya nchi Bwana aliyowaapia baba zenu kuwa atawapa, kama zilivyo siku za mbingu juu ya nchi. Yes, endelea tumalizie. Kwa kuwa kama mtayazingatia kwa bidii maagizo haya yote ni waagizayo kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuliko ninyi. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa kwenu, tokea hilo jangwa na Lebanoni na tokea mto Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndio mipaka yenu. Hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga kama alivyowaambia. Amen. Lulu, umeona? Umeona? Kwamba muyaweke maneno hayo. Yes. Maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu. Yafungeni yawe dalili ya mikono yenu. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho. Kwa ina maana neno la Mungu, maneno tukiyashika, wazazi vijana wakiyashika, umeona ahadi za Mungu huko chini. Kila nchi itakayokanyaga itakuwa ya kwetu. Yes. Kila mtakapokanyaga, kila mahali mtakapokanyaga nyayo zenu pata kwa penu, tokea jangwa mpaka mto. Hapa chini anasema hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utiisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga kama alivyowaambia. Tunarudi pale kwamba Mungu uliangalia neno apate ulitimiza. Yohana 14:14 anasema mkiomba lolote kwa jina langu nanyi mtapata. Yes. Kwa hiyo ni maandiko. Yameandikwa. Lakini tukilishika neno lake. Kwa hiyo kijana akishika neno la Mungu, kijana akisimama kwenye mstari wake sawa sawa, hapata kuwa na mtu wa kumzuia. Hapata kuwepo. Kwa sababu atakuwa ameishi akimpendeza Mungu. Ameishi kwa akili na hekima. Ameishi kwa kutumia, tuseme amekuwa na maono. Kwa sababu vijana wengi sasa hivi hawana maono. Kweli. Kuna mtu nilimuuliza what is your vision? Ananiambia to work hard. Okay. That's the vision. To work hard. Sasa unajiuliza how? Is this the vision? No. So naona maono yako wewe ni nini? Kufanya kazi. Kufanya kazi ni utafanya kazi. Kwa sababu kila maono utakokuwa nayo lazima ufanye kazi. Lakini maono yako, yani unafanya kazi uachieve nini? Unafanya kazi unataka kuwa nani? What is your dream? Kwa sababu if you don't have a dream you have nothing. So what is your dream? Wewe unawaza nini? Ndoto zako kuwa nani? Hawajui. Yes. Vijana wengi hawajui. Natamani katika ulimwengu tuloko sasa hivi vijana waweze kujiwekea malengo, waandike malengo yao, wajiwekee maono kwamba mimi nataka kuja kuwa fulani. Hayaji hivi, lazima aombe Mungu amsaidie. Akiweka vision inamsaidia sana kupanga process jinsi ya kuifikia vision yake. Nice. Yeah. Yes. Asante sana kwa sababu umeweka vizuri. And the initiative ambao ulimuuliza kijana unataka kuwa nani, na nimependa jibu lake kwa sababu it's an honest answer. Lakini wewe ikakufungua akili kwamba huyu hajui, unaona, hana elimu. Sasa inatupeleka kwenye swali la pili, maono yanatoka wapi? Kwa sababu I am certain huyu binti au kijana haelewi, kwa sababu nimependa umetupa mistari mizuri sana, na mwanzoni ukaweka kwamba kumbe tunatakiwa tuendelee kuwafundisha vijana. Na ukiangalia tamaduni zetu au kwenye mila zetu sana mtu akishafikisha miaka 18 hivyo unakuta mara nyingi pana namna wazazi wanaona kama majukumu yamepungua anaona kama uangalizi pia kama I'm not so much responsible for this person anymore. You are an adult, unajiweza. Au ni mtu mzima, ni kila saa nikukumbusha kufanya hivi. Yaani kiaina kama wazazi wanawakataa vijana kwamba wanajiweza, wanajitegemea, una akili timamu, lakini at the same time kumbe hapa tunaambiwa bado hatupasi kuachia tu hapo, tunatakiwa tuendelee kuwafundisha, kuwaelekeza. Sasa by that saying hizo kuangalia hizo pande zote mbili,
kijana anatoa wapi maono? Kwa sababu kweli huyo mtu alijibu hivyo hajui anatoa wapi. Are you born with it? Yeah, simlaumu sana. Yes. Tutarudi pale pale kwamba ndio maisha yake yakoje. Unajua mimi nasema we are here today, everyone has his own journey. Ndio. Si ndio? So you don't blame anybody, na wala sioni kwamba kwa nini hajui, kwa nini hakujibu hivyo. Inategemea amepitia walimu wa aina gani. Muona mazingira ya shule na vitu kama hivyo. Lakini tukiangalia kwamba maono yanatoka wapi, naomba tufungue Hesabu 12 tusome mstari wa 6. Hesabu 12 mstari wa 6. Dada Lulu, unaweza kutusomea? Sawa. Neno la Bwana linasema kisha akawaambia, sikilizeni maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Kwa maono yanatoka kwa Bwana. Okay. Maono yanatoka kwa Bwana. Ndio. Hakuna mtu ambaye anayo ya kwake personally kwamba I have created this by myself. No. Yanatoka kwa Bwana. Sasa tukiendelea na hesabu hiyo hiyo, tuangalie Hesabu 24 mstari wa 4. Hesabu 24 mstari wa 4. Neno la Bwana linasema, ndio, asema yeye asikiaye maneno ya Mungu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi, amefumbuliwa macho. Amina. Yeye asikiaye maneno ya Mungu. Ndio. Yeye asikiaye maneno ya Mungu. Yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi, amefumbuliwa macho. Kwa hiyo huwezi kufumbuliwa macho kama huyaoni. Ndio. Huwezi kufumbuliwa macho kama huyasikii. Kwa lazima uyasikie na lazima uyaone. Lakini tunarudi pale pale, kimpenda Mungu kwa moyo, kwa nguvu zako zote, kwa roho zako, ukatumia na akili. Yes. Kuna jinsi ambavyo utaona na unaweza ukayaona kabisa. Maono yapo, lakini wakati mwingine Bwana anashindwa kuyaachilia kwa sababu hakuoni utayari wako, ama hakuoni nafasi kumpa. Hayoni. Kwa hiyo maono yanatoka kwa Bwana. Lakini kama nilivyosema, mvua zinaonyeshia kila mtu. Mungu anampenda kila mwanadamu. Kuna wengine hawaamini, lakini Bwana anawapa na wanafanya vizuri. Umeona? Hebu tuangalie Hesabu hiyo 24, twende mstari wa 16. Neno la Bwana linasema, asema yeye asikiaye maneno ya Mungu na kuyajua maarifa yake, aliye juu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi, amefumbuliwa macho. Kwa mara nyingine tena. Kwa ina maana kuanguka kifudifudi utaanguka. Lakini kufumbuliwa macho, hakika utafumbuliwa macho. Lakini only ukiyasikia na kuyaona. Kwa ili tuweze kuyaona haya, lazima tusikie maneno ya Mungu. Lazima akili yako, moyo wako, nafsi yako iwe connected ili uweze kupata haya yote. Kuna mistari mingi sana ambayo inaelekeza juu ya maono. Labda tuangalie Ayubu 33 mstari wa 14. Ayubu 33:14. Neno la Bwana linasema, Amina. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hatambui. Na 16 inasema, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Amina. Kwa hapa tunaangalia kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara mbili, ajapokuwa mtu ajali. 15 anasema, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa kumbe Mungu ana njia nyingi za kusema na sisi. Anaweza kusema na sisi kwa ndoto. Na kuna wengine wanaonaga maono waziwazi. Ukiwa karibu sana na Mungu unaweza ukakaa tu ukashikia tu papu, umeenda black out na kuna vitu unaviona. Kweli. Lakini only that happens when you are connected with God. Havitokei hivyo. Lakini atasema na wewe mara moja, atasema na wewe hata mara mbili. Yaani Mungu ataendelea kusema na wewe, haachi. Haachi kwa sababu anataka kuachilia kitu ndani yako. Tuangalie Mithali 29:18. Sasa pasipo maono watu huacha kujizuia,
bali ana heri mtu yule aishikae sheria. Amen. Kwa hiyo maono yanaweza kukufanya ukajijengea misingi. Ndiyo. Ukajizuia kufanya baadhi ya vitu, Yes. kwa sababu sio vision yako. Yaani kuna jinsi ambavyo wewe unajiweka kwenye track kwa ajili ya kuweza kufikia maono. Natamani sana vijana wa sasa hivi waamke. Yamkini sisi huko zamani hatukupata watu wa kutufundisha vitu kuweza kujua kwamba jinsi gani ya kwenda, lakini Lulu nyewe mna opportunity ya kuweza kufanya vikubwa zaidi, kwa sababu tayari mna watu ambao wanaweza kuwaeleza nini cha kufanya. Lakini pia tuangalie matendo ya mitume. Bado tunaangalia kwamba maono yanatoka wapi. Ndiyo. Tuangalie matendo ya mitume 10, fungua mstari wa 10. Nisomee pale mstari wa 4 mpaka wa 5. Sawa. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamkodolea macho akaogopa. Akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi tuma watu Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro. Amina. So tukiangalia hapa, kwanza tuna vitu vingi tunaangalia. Kwamba kuna maono ambapo Mungu alimtokea Kornelio. Yeah. Akamweleza jinsi ya sadaka zake zimefika mbinguni. Kwa kuna swala la sadaka, lakini kuna swala la maono, kwamba akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia. Kwa ina maana aliyaona saa 9 mchana. Kwa maono kumbe Mungu anaweza kayaachilia anytime. Is not kwamba lazima iwe kwenye ndoto. Anytime Mungu anaweza kaachilia, lakini kwa nini aliachilia? Kuna kitu special huyu Kornelio alikifanya. Kwa kumbe tunaweza tukatoa sadaka ili Mungu atuonyeshe maono yetu. Ndiyo. Sadaka. Kornelio Mungu aliweza kuyaona maono kwa sababu Mungu alipendezwa na sadaka zake. Kwa hiyo kumbe sadaka ina nguvu sana. Na ndio maana inasema kwamba sadaka yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Ndio. Sadaka ina nguvu sana. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona kwamba huyaoni katika hali ya kawaida, umeomba huoni connection, umefanya vyote huoni, toa sadaka. Mwambie Mungu, nataka unionyeshe. Tolee Mungu sadaka. Bwana kuna jinsi ambavyo atakuonyesha maono yako. Lakini tuangalie mitume hiyo 9 mstari wa 10. Neno la Bwana linasema, basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono Anania, akasema, mimi hapa Bwana. Asante. Kwa hiyo bado tunarudi pale pale kwamba maono yanatoka kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa Mungu atakujia, atakusemesha. Lakini wakati mwingine kwa Mungu watu huumbwa na Mungu akiwa na kusudi maalum. Hakuna mtu ambaye ameumbwa tu kwamba ametokea tu duniani. Hapana. Tunaamini kwamba kila roho inayoishi inayokusudi mbele za Mungu. Haijalishi ulitokanaje. Haijalishi ulizaliwaje. Haijalishi huyo mtoto amezaliwa kwenye mazingira gani. Lakini tunachoamini kwamba kila roho inakusudi mbele za Bwana. Kwa hiyo ukizaliwa una kusudi. Yaani ndani ya mtu, wengine uzaliwa wakiwa na msukumo wa ndani usioelezeka, unaowaelekeza kwenye ndoto au wito fulani. Kwa hiyo ukishangaa kuna mtoto tu amezaliwa lakini kuna vitu anavifanya. Mwingine unakuta tu anajenga nyumba za matope, anabomoa, anajenga, unagundua tu kwamba huyu nimpeleke civil work, asome civil construction, mambo ya nini, yani kulingana na kile ambacho unaanza kukiona. Mwingine unakuta yuko busy na connection na nyaya na nini, unajua tu electric. Kuna yani kila mtu kuna kitu ambacho kinakuwa ndani ya msukumo. Kwa anasema wazazi na jamii wanaweza kusaidia kugundua au kuathiri njia ya mtoto, lakini maono ya kweli huibuka kutoka kwa Mungu na utambuzi binafsi. Kwa kumbe wazazi pia wana mchango. Wazazi wana mchango. Yes, wazazi wana mchango. Sema wazazi na jamii wana mchango, wanaweza kusaidia kugundua au kuathiri njia ya mtoto. Kwa mzazi mwingine anaweza kaona, tukiangalia mataifa ya wengine wenzetu, utakuta watu wapiti hiyo njia tunaopita kwenye taaluma zetu sisi. Mtoto aende sekondari amalize, aende chuo kikuu akasomee, aenda chuo kikuu anasomea engineer, akitoka hapo ni football.
Anaenda chuo kikuu anasomea udaktari, kumbe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ukina Dr. Ipiana tunawasikia. Dr. Ipiana pale professional ni doctor kabisa. Lakini sasa hivi anamwimbia Bwana. Ndio. Hiyo ndo karama ambayo ilikuwa ndani yake. Kwa pamoja na kusoma udaktari na vyote, lakini bado ndani yake anaiwa kuimba nyimbo za kumshukuru Mungu kila wakati. Umeelewa? So mzazi tuna nafasi pia ya kuweza kusukuma maono ya mtoto. Mimi naweza kukupa mfano mmoja. Kijana wangu wa pili, yeye alivyokuwa mdogo alikuwa anataka kuwa engineer. Mimi aubie engineer. Mami akiona ndege anasema nitakuwa naendesha mimi hizo ndege. Alivyofika form 2 akasema anataka kucheza na hela. Okay. Yaani mimi I need to be auditor. Mimi nataka niwe nacheza na hela. Engineer umeenda wapi? Haupo tena. How exist. Lakini we supported him. Kwamba okay, kama ndio kitu anataka, babake akamwambia soma biashara. Ndio. Akasoma biashara. Kamaliza hapo akaenda A level akasoma masomo ya biashara. Kaingia university anasoma masomo ya biashara. So far sasa hivi naongea tayari ni ana CPA yake. Wow. Umeona? Nini ni ndoto alikuwa nayo. Kwa hata alipoingia chuo akasema mimi nataka kusoma mambo ya CPA. Kama wazazi ni kusupport the process. Kuhakikisha kwamba mtoto anafikia maono anayotaka. So we were there kumsupport. What do you need? Yes, you need to be an auditor. Lakini wewe auditor labda upitie masomo ya CPA, upitie mambo ya MBA. Yaani mambo yote yanahusiana na hiyo. Sisi hata kama tutakuwa hatukwenda shule hiyo, lakini tuna support dream. Tuna support yale maono kufikia. Kwa ile ni nafasi pia ya mzazi. Kwa sababu mzazi unaweza ukaua pia. Yo. Hii imeenda. Kipindi hewani ni mgeni wetu na bado tuko na sehemu yako pendwa ambayo ni Segerea Adventist Media, ambayo inakuletea exclusives nzuri kama hizi ambazo zinatuelekeza kila siku jinsi ya kuishi katika jamii hii ya sasa hivi, ambapo mambo ya kisasa mengi yanaendelea, kuna kelele nyingi, lakini je, unabaki vipi njia kuu ambayo Kristo mwenyewe alituonyesha mfano kwayo na tunapaswa kuifuata kwa ajili ya kurithi ufalme wa milele. Until next time, host wako ni Lulu Nyange. Bye bye.